الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. أحبتي في الله، الأعمال التي تستغفر لك بها الملائكة وتدعو لك، matendo ambayo Muislamu anapoyatekeleza, anapoyafanya katika matendo mema, malaika wanamwombea msamaha mbele ya Mungu kwa sababu ya matendo hayo, na wanamwombea rahma na baraka na kheri zote katika dunia yake na akhera yake. Watad'u lak, na vile vile wanakuombea dua. Kuna matendo mengi ambayo tunayafanya sisi, ndugu zangu, kila wakati katika maisha yetu. Wengine wetu labda hatujui sisi, kumbe tunapofanya matendo haya, malaika wakati huu wanatuombea dua sisi. Na leo utayajua kwamba malaika ukitenda matendo haya na kuombea dua, bila shaka sasa utaipa uzito mkubwa sana katika maisha yako. Labda wakati mwingine ulikuwa unayapuuza, labda wakati mwingine ulikuwa unaona sasa hivi si muhimu, lakini baada ya kujua haya matendo nikiyafanya mimi, malaika wataniombea dua. Na wallahi, malaika hukuombea Mungu wewe ni minal faizin. Na kama wanavyosema wanazuoni, da'watul malaikatu mustajaba, dua ya malaika ni yenye kujibiwa, kwa sababu Mungu anawapenda malaika na hawajawahi kumaasi Mwenyezi Mungu. La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, hawamaasi Mwenyezi Mungu na wanafanya kama walivyoamrishwa. Kwa nini dua yao isikubaliwe, ndugu zangu? Na haya maneno si maneno yangu mimi, bali ni maneno ya Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani, kuonesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amethibitisha malaika wanatuombea dua, na hii dua inakubaliwa. Na hadithi za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi ya hadithi 12, maana yake zaidi ya matendo 12 ndani ya hadithi ya Bwana Mtume tunapoyatekeleza kila siku katika maisha yetu, malaika wanatuombea dua na Mwenyezi Mungu anatutaja kwa jina. Unajua ndugu zangu, wewe leo utakapoambiwa fulani amekuombea dua, au kaambiwa bwana shekhe fulani amekuombea dua, au kaambiwa leo msikitini umetajwa kwa jina hasa, na Waislamu wote waliokuja kuswali msikitini wamekuombea Mungu, wewe utafurahi kiasi gani ndugu zangu? Na wewe bila shaka utakuwa ni miongoni mwa watu waliofaulu. Lakini leo utaambiwa ni malaika ndio ambao wamekuombea wewe, kwa sababu kuna matendo fulani mema umeyafanya. Ni kheri iliyoje hiyo ndugu zangu? Na hawa malaika hawana haja ya kuambiwa na wewe kwamba malaika tuombee Mungu bwana. Hapana, wanangojea tu wewe pindi utakapotekeleza matendo haya, basi pale pale watakuombea dua. Kuna baadhi ya matendo ambayo kila siku tunayafanya sisi bila kujua wengine, na wengine wanajua. Kuna malaika mmoja anakuombea Mungu unapofanya matendo hayo. Kuna matendo mengine unapoyatekeleza ndugu yangu, kuna malaika wa 10 wanakuombea dua kulingana na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam.
lakini kuna matendo mengine ukiyafanya malaika 70,000 wanakuombea dua kwa sababu ya matendo hayo. Na kuna matendo mengine ukiyafanya ambayo tunayafanya kila siku, malaika wote mbinguni na ardhini na viumbe vyote mbinguni na ardhini wanakuombea dua kwa sababu umetekeleza matendo hayo. Na haya ni mengi, hatuwezi kumaliza katika muhadhara moja kama huu, lakini tutastahidi kadri ya uwezo kugusa huku na huku, ili kila mmoja wetu atakapotoka hapa apate kujua, ndugu zangu, hii dini imejengwa juu ya matendo mema. Wewe bila matendo mema utabakia kwamba ni jina tu, mimi ni Muislamu, mimi ni fulani, mimi ni fulani. Lakini bila matendo mema, ndugu zangu, hakuna mali tutakwenda sisi. Na hii ni kuonesha mpaka malaika wanakuombea dua kwa sababu ya matendo mema ambayo umeyafanya. Maana yake wanatuhimiza sisi tuyafanye haya matendo ili tuweze kuombewa dua na malaika, na tuyatilie mkazo, mbali na zile thawabu ambayo utayapata baada ya kufanya matendo hayo. Yaani haya matendo unayafanya, malaika wanakuombea Mungu, na bado kuna thawabu ambayo tayari ukiifanya matendo hayo Mungu naye ameshakuandikia, na anakuandikia kwa ajili ya kutekeleza matendo kama hayo. Na wewe utafurahika kiasi gani, ndugu yangu, lau utasikia katika wale ambao wanaokuombea Mungu katika malaika hawa ni hamalatul arsh, ni malaika ambao wanaobeba arshi ya Mungu. Hawa ndio almalaikatul muqarrabun, malaika ambao wako karibu zaidi na Mungu, ni wale ambao wameibeba arshi ya Mungu. Unaijua arshi ni kitu gani, ndugu zangu? Arshi ndo a'dhamul makhluqat inda Allah, wa akbaruha wa awsa'uha wa athqaluha wa a'laha, kiumbe alokuwa mkubwa kuliko viumbe vyote katika viumbe vyake Mwenyezi Mungu ni arshi ya Mungu, na ndo kiumbe ilokuwa mpana kuliko viumbe vyote, na ndo kiumbe ilokuwa juu kuliko zote, na ndo kiumbe ilokuwa nzito kuliko viumbe vyote. Mbingu 7 na ardhi 7 haifikii arshi ya Mungu. Unajua arshi ya Mungu, ndugu zangu, al-kursiyun, unaposema ayatul kursi iko ndani ya arshi ya Mungu. Al-kursiyun iko ndani ya arshi ya Mungu, ni kiumbe ndani ya arshi ya Mungu. Lakini Mwenyezi Mungu anasema wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, ukubwa wa kursiyun ni kubwa kuliko mbingu 7 na ardhi 7. Kursiyun ni kubwa na ni pana kuliko ardhi 7 na mbingu 7. Sasa tumuulize Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii kursiyun ndani ya arshi ni kitu gani hii? Mtume sallam anaitaja hii katika hadithi ambayo ni sahihi, anasema mal kursiyun fil arshi illa ka halqatin min hadid ulqiyat baina adh-dhahrayn fulatin min al-ard. Subhanallah, Mtume sallam anasema kursiyun ndani ya arshi ya Mungu ni sawasawa na pete ya dhahabu, pete ya chuma ilotupwa katikati ya ardhi, ambayo saa nyingine huwezi kuiona. Hiyo ndo hali ya kursiyun, ambayo ni kubwa kuliko mbingu 7 na ardhi 7, lakini ndani ya arshi ni sawasawa na pete ya chuma. Pete ya chuma anayevaa mtu kwenye kidole, imetupwa katika ardhi. Sasa hii arshi itakuwa kubwa kiasi gani, ndugu zangu? Ndio Mwenyezi Mungu anawasifu hawa malaika wanaobeba arshi hii, anasema wayahmilu arsha rabbika fawqahum yawmaidin 8. Yani waliobeba arshi ya Mungu ni malaika 8. Anaeleza Abdullah bin Abbas ni malaika waliopanga safu 8, na kila safu moja
haijulikani mwisho wake ni wapi. Mtume swalla sallam alipokwenda Isra al-Mi'raj alimuona malaika mmoja anayebeba arshi, akamuomba Mwenyezi Mungu ruhusa aje awaeleze Waislamu sifa ya malaika mmoja aliyobeba arshi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ruhusa, akaja akawaambia Waislamu, malaika mmoja aliyobeba arshi, ukubwa wake kutoka kwenye nyama ya masikio mpaka kwenye mabega yake hapa, kutoka hapa mpaka hapa, ni sawasawa na mtu kusafiri safari ya miaka 700. Kuna riwaya ambayo inasema ni sawasawa na ndege anayepuruka miaka 700 anakwenda tu hajafika bado. Huyu ni malaika mmoja huyu. Hii arshi itakuwa kubwa kiasi gani ndugu zangu? Sasa wewe fikiri hawa malaika ambao wanaobeba arshi hawa, ndani ya Qur'ani ukitekeleza matendo mawili watakuombea dua 5 katika hii aya. Katika surati Ghafir aya nambari 7, unajua hii surati Ghafir Mtume wa sallam ameita majina mawili, kama vile katika Qur'ani kuna sura nyingi ambaye ina majina mawili au zaidi, na kuna sura zingine imebakia kama ni jina moja tu. Hii surati Ghafir vile vile inaitwa suratul Mu'min. Katika Qur'ani kuna suratul Mu'minun na kuna suratul Mu'min. Ukiona suratul Mu'min upate kujua ni surati Ghafir. Kama vile unaposema surati Isra vile vile inaitwa surati Bani Israil. Unaposema mfano surati Tauba vile vile Mtume ameita inaitwa surati al-Bara. Leo unaposema mfano surati an-Nasr, idha jaa nasrullahi wal fath, inaitwa surati an-Nasr. Lakini Mtume wa sallam vile vile ameita surati at-Tawdi', ni sura iliyokuja kumwaga mtume. Hii idha jaa nasrullahi wal fath ndo sura ya mwisho iliyoteremka kwenye Qur'ani ikiwa kamili. Na hii sura ilipoteremka, masahaba ridwanullah alaihim walijua wakati wote mtume anaweza kafariki akaondoka duniani, na mifano kama hizi ziko katika masura mengine. Kwa hivyo hii ni surati Ghafir na vile vile inaitwa surati al-Mu'min. Mwenyezi Mungu anasema hivi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله، wale malaika wanaobeba arshi na wanaoizunguka arshi ya Mungu. Maana yake si malaika wanaobeba arshi peke yake, na wale wengine walioizunguka arshi ya Mungu wanamsabihi Mwenyezi Mungu na wanamuamini na wanafuata vile Mola wao anavyoamrisha. Kisha wanaoombea msamaha, wayastaghfiruna lilladhina amanu. Mtu yoyote ambaye ni muumini
anaombewa dua na malaikatul arsh, wayastaghfiruna lilladhina amanu. Kisha wanatufundisha namna gani ya kumuomba Mwenyezi Mungu. Wanamwambia Mwenyezi Mungu kwanza, wanamsifu Allah, wanamwambia Mwenyezi Mungu, rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, ewe Mola wetu, kwa kweli rehema yako ni pana sana na elimu yako naye ni pana kuliko zote. Sasa hapa wanawaombea dua watu aina mbili. Mtu wa kwanza wanamwambia Mwenyezi Mungu, hawa malaikatul arsh, faghfir lilladhina tabu, Mwenyezi Mungu tunakuomba umsamehe yote ambaye ametubia madhambi yake. Mtu yoyote ambaye ametubia madhambi yake, malaika wanamuombea Mungu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala apate kumsamehe, kwa sharti ya kwamba umetekeleza masharti ya tauba, ukajutia ile madhambi ambayo uliwahi kuyafanya, na ukamwambia Mwenyezi Mungu, kwa kweli mimi nilikosea sana, nilifanya mambo za kijinga, nilikuwa sijui nafanya nini, ukajuta, kisha ukajivua, ukajitoa ndani ya madhambi yale. Si wewe leo unatubia na bado umo ndani ya uchafu? Wewe leo utaifuaje kanzu nyeupe ndani ya matope, ndugu zangu? Kisha baada ya kujivua ukatia azma kwamba mimi sitorudia tena katika maisha yangu. Kwa hivyo ukitubia namna hii, malaika watakuombea dua. Ndio unaona mtu yoyote anayechelewesha toba ya kweli anachelewesha dua muhimu sana kutoka kwa malaika, ambayo itajibiwa na Mola wake, itajibiwa na Mola wao. Kisha wanamuombea mtu wa pili, wattabau sabila, mtu yoyote ambaye anayefuata njia ya Mwenyezi Mungu. Na kufuata njia ya Mwenyezi Mungu ni katika njia mbili, ni kushikamana na maamrisho yake na kuacha makatazo yake. Huyu ameifuata sheria ya Mungu. Jambo lolote ambayo Mungu amekuamrisha yashike hayo, na yale yote ambayo Mwenyezi Mungu amekuharamishia yaache, basi utaombewa dua na malaika. Kisha wanamwambia Mwenyezi Mungu dua ya kwanza, ya pili samani. Kwanza wanamuomba Mwenyezi Mungu akusamehe, ya pili waqihim adhab aljahim. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa sababu hao watu wametubia na kwa sababu wanafuata sheria yako, tunakuomba uwaepushe na moto wa Jahannam. Na wewe ukishaepusha na moto wa Jahannam, ndugu zangu, umefaulu fi dunia wal akhirah. Sisi vita vyetu vikubwa, asije akaomba mtu kuingizwa ndani ya moto wa Jahannam. Hiyo ndio sehemu iliyokuwa hatari kuliko sehemu zote, ndugu zangu. Moto ambaye rangi yake ni nyeusi, mvuke wake unamyayusha mtu. Ikiwa wewe leo hauwezi kuisubiria moto ya dunia hii ambayo tunapika naye chakula, tunawasha naye taa hapa, ambaye imezimwa mara 70 mara 3, ndio tunaweza kupika naye chakula hapa, kulingana na hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Seuze mtu leo kukaangwa mwili wake nzima ndani ya moto wa Jahannam, inazungushwa kama inavyozungushwa kuku katika duka la kuuza chips. Nani ambaye anaweza kuyasubiria hayo? Malaika wanakuombea Mungu wewe kwa sababu ya kutubia madhambi yako na kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na si hayo tu, wanakuombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala dua ya tatu, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuingize peponi. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Na si hayo tu, ndugu zangu, kwa sababu ya kutubia kwako wewe, malaikatul arsh wanamuomba Mwenyezi Mungu ayakubali matendo ya watu wako wa karibu. Waman salaha min abaihim, yale mazuri na mema ambao waliyafanya wazazi wake huyu. Yani wewe leo wazazi wako ambao wengine wameshatangulia kwenye haki, na hata ikiwa wengine bado wako hai, wanakubaliwa matendo yao mema, wanaombewa dua na malaika kwa sababu ya wewe kutubia na kwa sababu ya wewe kufuata sheria ya Mungu.
Ndio unaona mtu yeyote ambaye hajatubia anawakosea watu wake wa karibu, na mtu yeyote ambaye hafuati sheria ya Mungu anawakosea watu wake wa karibu, anawanyima dua ya malaika. Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim, na wake zao na waume zao na kizazi chao, hao wazazi wako na mme wako na watoto wako na mme wako na mke wako, hawa vile vile malaika wanamuomba Mwenyezi Mungu ayakubali matendo yao. Na dua hii imeshakubaliwa tayari, kwa sababu wewe umeshatubia na unafuata Mwenyezi Mungu anavyotaka. Kisha la mwisho, hawa malaika ndio wataomba dua iliyokuwa nzito miongoni mwa dua nzito. Ndugu zangu, watamwambia Mwenyezi Mungu, waqihimu sayyi'at, Mwenyezi Mungu tunakuomba uwaepushe hawa na madhambi, kwani madhambi ndo ambaye anamrudisha mtu katika hali mbaya. Anaweza kuwa ametubia, anaweza kuwa anafuata sheria, lakini kwa sababu kuna madhambi bado anayafikiria yeye, yanaweza kuhatarisha hata uhusiano wake na Mungu wake, na yakahatarisha mpaka pepo yake. Wallahi ndugu yangu, ukijiona wewe leo kuna maasi ulikuwa ukiyafanya zamani umeshayakinai, umewacha, pata kujua wewe ni minal faizin. Na ikiwa bado umo ndani ya madhambi, ndugu zangu, muombe Mwenyezi Mungu akuondoe hapo. Unachelewesha mambo mengi sana, unahatarisha vitu vingi sana. Maasi ndo ambaye inamtia mtu hofu katika maisha yake. Maasi ndo ambaye inamzeesha mtu kabla wakati wake. Maasi ndo ambaye inampatia adui yako nafasi juu yako. Yahya bin Muadh anasema Muislamu leo anamuomba Mwenyezi Mungu amuepushe na maadui zake, amuepushe na mahasidi wake, na yeye mwenyewe ndo ambaye anawafungulia maadui zake mlango kwa maasi ambayo anayafanya. Maasi inamzeesha mtu kabla wakati wake. Ndugu zangu, unamuona kijana miaka 25 30, uso imeshachapa tayari, utafikiri mzee wa miaka 80. Maasi ndio inafanya hivi. Ndugu zangu, kuna baadhi ya vijana tunakaa nao mitaani, ndugu zangu, subhanallah, anapooa huyu kijana, mke wake anapopata ujauzito, anapojifungua anazaa mtoto na sura za kizeze. Hujawahi kuyaona wewe ndugu yangu? Maasi ndio inafanya mambo haya. Sasa wewe unangoja nini wewe? Ndio Mwenyezi Mungu, hawa malaika wanamwambia Mwenyezi Mungu, waman taqi sayyi'at yawma idhin faqad rahimta, mtu yoyote ambaye atakayeogopa madhambi na akawacha madhambi, huyu ndo yumo ndani ya khairi zote, yumo ndani ya rehma ya Mungu. Wadhalika huwa alfawzu alazim, kuacha madhambi ndo kufaulu ulikokuwa mkubwa kuliko zote. Muombe Mwenyezi Mungu usiku na mchana akuondoe katika hiyo hali mbaya ambayo wewe uko ndani yake. Sasa naona ninabakisha kama dakika 35, wacha twende mbio mbio sasa tuanze kutaja katika hadithi ya Bwana Mtume ambaye ziko nyingi. Labda nitataja mawili tu, ziko 12 au takriban kama hivyo, lakini nitataja mawili tu, yale matendo ambayo Muislamu anapoyatekeleza malaika wanamuombea dua. Ya kwanza ni mtu kumswalia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni sahih anasema, ma min abdin yusalli alayya illa sallat alayhi almalaika ma dama yusalli alayya falyuqilla alabdu min dhalika au liyakthir. Yani Mtume anasema hakika mja anaponiswalia mimi, malaika wanamuombea dua na wanamuombea msamaha maadamu yeye anaendelea kuniswalia. Falyuqilla alabdu min dhalika au liyakthir, imma afupishe kumswalia Mtume ama azidishe. Kila ukimswalia Mtume na malaika naye wanakuombea dua, wanamwambia Mwenyezi Mungu
Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Mwenyezi Mungu msamehe huyu na Mwenyezi Mungu muhurumie, mtie kwenye baraka yako, mtie katika khairi yako. Kwa hivyo ni wewe ndio ambao utaamua malaika wasimamishe dua kwa wewe kusimamisha kumswalia mtume, ama waendelee kukuombea dua ikiwa wewe utaamua kuendelea kumswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo tumswalie mtume kwa wingi. Unajua ile sigha iliyokuwa bora mtu kumswalia mtume, namna ya kumswalia mtume iliyokuwa bora kuliko zote ni ile ambaye mtume aliwafundisha masahaba ridwanullah alaihim wakati ile aya ilipoteremka katika surati al-Ahzab, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Hii aya ilipoteremka, masahaba ridwanullah alaihim walimfuata bwana mtume wakamuuliza, ya Rasulullah, kaifa nusalli alayhi, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu tukusalie vipi sisi? Ndio mtume akawafundisha akawaambia, semeni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Na ziko riwaya nyingi kama tunavyofanya katika tahiyatu ndani ya sala. Hii ndio iliyokuwa bora kuliko zote. Kwa hivyo mswalie mtume mara 100, mara 200, mara 1000, na malaika kila ukimswalia mara moja na wao pia wanakuombea mara 100, wanakuombea dua mara 100, na ukizidisha wao pia wanazidisha, na ukisimamisha wao pia wanasimamisha dua. Na ndio unaona anaeleza Abdullah ibn Umar anasema, wakati mwingine ukiwa unaona hii ni ndefu umechoka, basi unaweza vile vile ukamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alayhi. Yote hizi ni katika sigha ya kumswalia bwana mtume, lakini iliyokuwa bora ni ile ambayo mtume aliwafundisha masahaba ridwanullahi alaihim. Kwa hivyo tumswalie mtume ndugu zangu kila wakati. Mtu uko faragha, unatembea barabarani, uko ndani ya gari, uko ndani ya matatu, umepanda pikipiki, uko kazini, hakuna kazi unayofanya, mswalie mtume ndugu yangu, na malaika naye watakuombea dua. Ni nani miongoni mwetu leo ambaye anamswalia mtume hapa zaidi ya ile swala tunayomswalia ndani ya sala? Hata leo unamkuta mtume anatajwa wala hata ashtuki. Kuna msikiti Nairobi katika mtaa wa Korogocho na mtaa wa Huruma, unapokwenda kutoa mawaidha kama hivi, msikiti umejaa. Ukimtaja mtume tu inabidi usimamishe mazungumzo yako baadhi ya sekunde, kwa sababu msikiti mzima unanguruma, watu wanamswalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukirudia tena wao pia wanarudia. Tumswalieni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika jumla ya mambo ambayo muislamu anapotekeleza malaika wanamuombea dua ni muislamu ambaye anaingojea kuswali, swala haijakimiwa bado, na muislamu ambaye baada ya swala akakaa pale msikitini asitoke, na muislamu ambaye anaingojea swala baada ya swala, ameshamaliza swala moja akakaa pale msikitini anangojea swala nyingine, huyu yumo ndani ya kheri. Mtume sallam katika hadithi ambayo ameipokea Imam Bukhari wa Muslim, mtume anasema, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi majlisihi. Hii ni riwaya ya kwanza. Malaika wanakuombea dua na wanakuombea msamaha na rehma na baraka maadamu wewe umekaa msikitini unangojea swala. Na riwaya ya pili, innal malaikata tusalli ala ahadikum ma dama fi musalla. Malaika watakuombea dua madamu baada ya swala ukakaa pale msikitini usitoke. Kwa hivyo kiwango ya muda ambao utakayekaa msikitini, malaika wataendelea kukuombea dua mpaka utakapotoka. Kisha yule ambaye anayengojea swala baada ya swala, huyu naye malaika watamuombea dua mpaka swala nyingine, na baada ya swala akiendelea kukaa tena wataendelea kumwombea mpaka atakapotoka msikitini. Ndio unaona umuhimu wa, ndugu zangu, sisi baada ya kumaliza kuswali
kukaa pale msikitini, tusifanye haraka, na wakati mwingine twende msikitini mapema kabla ya wakati, kungojea tu ile sala. Mtume anasema wala yazalu al-abdu fi as-salah ma kanat as-salatu tahbisuh, yani mja ataendelea kuwa ndani ya sala maadamu ile swala ndio ambayo imemfunga pale, imma anaingojea au baada ya swala akawa amejituliza pale. Kwa hivyo wewe kungojea swala peke yake, ndugu yangu, malaika wanakuombea dua, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu, mpaka wewe utakapotoka. Ikiwa utaamua kukaa dakika 5 watakuombea dua dakika 5. Umekaa dakika 10 baada ya swala, kabla ya swala watakuombea dua dakika 10. Nusu saa nzima, masaa 2, masaa 3, wawe naye hawatoacha kukuombea mpaka saa ile utakapoamua kutoka msikitini. Ndio unaona leo ndugu zangu, wengi wetu sisi hapa swala ikimalizika tu mtu anageuka anaangalia mlango wa msikiti wapi pa kutokea, na leo anakosa nafasi, basi akimwona mtu ndo ametangulia kutoka mwanzo, basi amefungua mlango wa watu wengine wote kuanza kuporomoka. Inawezekana mtu labda ana nafasi yake labda ni ndogo, anataka kuwahi kazini, ana mashughuli muhimu, amechelewa mahali, kuna dharura ambayo inamtoa pale, inawezekana, lakini si katika kila swala ndugu yangu. Wakati mwingine nitakana ubaki pale msikitini, kaa tu. Ndio unaona wanasema wanazuoni kama alivyosema Imam bin Baz rahimahullah, lau kama itakuwa lazima utoke msikitini baada ya swala mfano, basi wanasema angalau kaa msikitini dakika 5 tu, dakika 5 tu. Sasa hii dakika 5 malaika wanakuombea dua ndugu yangu, watakuombea dua mara ngapi? Wewe leo ukifika nyumbani ndio ukafanya research, seti alam ya saa yako, alafu uanze kusema maneno ambayo malaika nayo wanasema mtu anapobaki msikitini au anapongojea swala. Iseme kwa muda wa dakika 5 tu, Allahumma ighfirli Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli Allahumma arhamni, mpaka dakika 5. Uangalie umeisema mara ngapi. Na waambie ndugu zangu, sio chini ya mara 500 kwa dakika 5 tu, sio chini ya mara 500. Sasa je, ukikaa dakika 10, nusu saa, yule ambaye anayengojea swala? Ndio unaona ndugu zangu, wakati mwingine wewe unapopatikana na matatizo ya kiulimwengu, una shida zako za kazini, una dhiki ya mambo ya nyumbani, una dhiki ya mambo ya riski, mahali pa kukimbilia ni msikitini. Kimbilia msikitini. Kwa nini? Kwa sababu malaika watakuombea dua, na hii dua itagonga lazima, na matatizo yako yataondoka. Sivyo kama wanavyosema baadhi ya watu, wanaposikia hao wasiokuwa katika sisi, wanakuambia wewe ukipatikana na matatizo, una dhiki, una raha, uko na stress, manake nenda baharini, chukua mawe, anza kutupatupa kwenye bahari. Wengine wanakuambia bwana, chukua kitabu ya novel, kitabu ya kina James Hadley Chase na vitabu vya Dante na Manti, soma hizi vitabu, itakuondolea dhiki. Wengine wanakuambia ukiwa ndani ya dhiki, subhanallah, nenda ukanywe pombe bwana, lewa kabisa siku hiyo, hata ukimaliza ile dhiki yako itaondoka. Si kweli. Wengine wanakuambia nenda ukavute bangi, mwingine anakuambia katafune miraa, mwingine anamwambia nenda ukakae kwenye disco. Kumbe hakuna hangover iliyokuwa mbaya kama hangover ya maasi. Wewe muulize mtu yoyote ambaye anaizini, mtu yoyote ambaye anaitafuna miraa, anaivuta bangi, akishamaliza tu akili yake ikirudi, subhanallah, hakuna mtu ambaye leo anajichukia duniani kama huyu bwana, na matatizo ndio yanarudi mara 2 zaidi. Lakini wewe ulikuwa utakana ukimbilia msikitini. Mtu yoyote ambaye anaingia ndani ya msikiti yuko ndani ya amani. Man dakhala masjidan fa huwa aminan, mtu yoyote ambaye anaingia msikitini yuko ndani ya amani, yuko ndani ya amani. Malaika wanakuombea dua wewe. Ndio unamuona Mtume sallam, kuna siku moja amekwenda kumtembelea mtoto wake Bi Fatma ambaye ni mke wake Saidina Ali. Akifika pale nyumbani kwa Bi Fatma akatoa salamu, namna Bi Fatma alivyoitikia salamu hii, Mtume alijua kwamba tayari imetokea ugomvi baina ya Bi Fatma na Saidina Ali, maana yake kuna kutoelewana hapa. Basi pale pale Mtume akamuuliza Bi Fatma, aina Ali, Ali yuko wapi?
Akamwambia hata sijui wallahi, ametoka tu amekwenda hivi. Basi Mtume akatoka akifuatilia, akampata Saidina Ali yuko msikitini. Maana yake wewe unapopatikana na matatizo, kimbilia kwenye msikiti ndugu yangu, hapo ndio sehemu ya kukimbilia. Na tujitahidi kadri ya uwezo kila wakati tujitahidi kadri ya uwezo kila wakati tuwe ni watu wenye kubakia msikitini. Wakati mwingine tukae baina ya swala na swala. Wewe leo hauna kazi ya kufanya ndugu yangu, magharibi ingia msikitini, usitoke hapo mpaka ishai. Unakimbilia wapi? Hayo mambo ambayo umekuwa ukiyakimbilia wewe, umefaidika nini katika maisha yako? Na umeijenga vipi dunia yako na akhera yako? Wewe unapoteza wakati mwingi sana katika kujenga uhusiano wako na Mungu wako, na wala uoni wala utumia akili wala macho ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuumba naye. Kwa hivyo tujitahidi kadri ya uwezo. Ndio unaona ndugu zangu, katika mji wetu wa Nairobi kuna mzee mmoja ambaye mimi namjua zaidi ya miaka 20, zaidi ya miaka 20, mpaka leo yuko hai. Huyu mzee anaingia msikitini kabla salati al-asri, anatoka baada al-isha kila siku, mpaka watoto wake wamemwanzisha ada ya kumpelekea chai na kahawa na baadhi ya vitafunio, na siku ambayo anafunga saumu ya sunna wanampelekea tende na baadhi ya vyakula vya kufungua saumu. Miaka 20 ndugu zangu, mimi ndo namjua, na inawezekana ameyafanya zaidi ya hayo. Mimi na wewe tuko wapi katika masala kama haya ndugu zangu? Umefahamu? Labda la mwisho ndugu zangu, naona wakati mbaki dakika 3, labda nimalizie moja ndogo tu ya mwisho. Muislamu yoyote ambaye anayekwenda kulala akiwa ndani ya udhu, malaika wanamuombea dua mpaka alfajiri. Bali Mtume katika bimaana alkalim, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamtuma malaikatul muwakkal bihi. Malaika anatumwa rasmi, anakuja anakaa kwenye kitanda chako, anakuombea dua mpaka alfajiri. Wewe una habari? Wewe una habari ndugu yangu? Ndio wanamwambia wale malaika, wanamwambia Mwenyezi Mungu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu fa innahu bata tahira. Mwenyezi Mungu msamehe huyu na umtie kwenye rehema yako, baraka zako, khairi zako, kwa sababu amelala akiwa ndani ya udhu mpaka asubuhi. Bali kuna riwaya Mtume sallam anasema kila anapogeuka huyu bwana, kila akigeuka naye malaika pia wanamuombea Mungu. Wewe unageuka usingizini haujui, na malaika naye wanakuombea dua. Leo wanazuoni wameifanyia research ya hadithi, wanasema binadamu anapolala usingizini anageuka mara ngapi? Wanasema sio chini ya mara 25 katika usiku mmoja. Wewe mwenyewe hujijui, mbali na ile dua ambayo wanaendelea kukuombea, wanakuombea, na kila ukigeuka wanazidisha, maana kwa sababu umelala ukiwa ndani ya udhu. Leo utaambiwa ndugu yangu, mama yako mzazi alipokupata umelala kitandani akakufunika na blanketi, kisha akakaa pale kitandani akaanza kukuombea dua mpaka alfajiri, wewe utafurahi kiasi gani ndugu zangu? Lakini unaambiwa huyu ni malaika ambaye anakuombea dua mpaka asubuhi, kwa sababu umelala ukiwa ndani ya udhu. Ni nani miongoni mwetu hapa ambaye leo analala ndani ya udhu ndugu zangu? Illa man rahima Allah. Ni wachache miongoni mwetu ambapo hii ni sunna inatakana kuhuishwa, na tuwafundishe watoto wetu na ndugu zetu na jamaa zetu na wazazi wetu na watoto wetu kujifundisha na kujilazimisha kulala ndani ya udhu. Leo acha kulala ndani ya udhu ndugu zangu. Wewe kama Muislamu kila mara jitahidi kadri ya uwezo uhifadhi udhu wako mchana kutwa, kila mara kuwa ndani ya udhu. Unajua ndugu zangu, udhu, kwa taarifa yako, udhu ni ibada, udhu ni usafi, ni tahara, udhu ni thawabu. Angalia sasa hivi tuko ndani ya udhu, malaika wanaandika thawabu, wanaandika. Ikitenguka wanafahamisha kalamu, ukienda kutawala tena wanaendelea kuandika, na ukienda kulala ukiwa ndani ya udhu wanakuombea Mungu mpaka alfajiri. Kisha Mtume sallallahu anasema la yuhafidhu ala alwudhu illa mu'min, hajahifadhi mtu udhu wake isipokuwa huyu ni mtu ni mu'min wa kweli. Yani wewe leo ukitaka kujijua mimi ni katika waumini wa kweli ama simo, jiangalie, je, unahifadhi udhu wako? Ndio unaona leo wengi wetu sisi hapa tuna udhaifu wa kuhifadhi udhu.
Mtu anaingia nyumbani kwake chooni au bafuni, anatoka na ile choo kana kwamba hiyo nyumba haina maji. Atangoja masaa 6 masaa 7 mpaka wakati wa sala ndo aje atawadhi. Ndio unaona misikitini foleni katika sehemu ya kutawadhia ni refu. Inaonyesha wazi Waislamu wengi leo hawahifadhi udhu wao. Na Suleiman al-Ashkar kwenye kitabu chake Alamul Jinn, kitabu kidogo niko nacho pale nyumbani, ulimwengu wa majini. Suleiman al-Ashkar anasema jini anamuogopa mtu ambaye yuko ndani ya udhu. Unajua kwa nini? Ni kwa sababu yeye ameumbwa kutokana na moto, na dawa ya moto ni maji. Kila ukitawadha ukiwa ndani ya udhu unamuumiza yeye, hawezi kukaa hapo, hawezi kukaa hapo. Kwa hivyo tujitahidi ndugu zangu kuhifadhi udhu na tuweze kuwalazimisha watu wetu katika haya mambo. Lakini la mwisho kabisa ndugu zangu ni wewe Muislamu unapomtembelea mgonjwa. Hii naye ni nzito katika mambo mazito ambayo malaika wanakuombea dua. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ma min rajulin ya'udu maridan mumsiya illa kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi hatta yusbih wa indahu kharifun fil janna wa man ataahu musbiha kharaja ma'ahu 70,000 malak yastaghfiruna lahu hatta yumsi wa indahu kharifun fil janna. Yani mtu leo anapokwenda kumtembelea mgonjwa, unapotoka pale kumtembelea mgonjwa, malaika 70 wanatoka pamoja na wewe, wanaanza kukuombea dua. Malaika 70 ndugu zangu. Ikiwa umekwenda wakati wa jioni, watakuombea dua mpaka alfajiri, na ikiwa umekwenda wakati wa asubuhi, watakuombea dua mpaka jioni, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuruzuku bustani iliyojaa kila aina ya matunda peponi, kwa sababu ya kumtembelea tu mgonjwa peke yake. Ambapo leo ndugu zangu, hii sunna wengi wetu hapa tumeiacha sisi. Unasikia Muislamu anasikia jirani yake mgonjwa yuko nyumbani, au kuna mgonjwa yuko hospitalini, ikiwa hamjui wala haendi kumtembelea, na ikiwa anamjua na ni mtu ovyo ovyo tu, basi haendi kumtembelea, anawacha thawabu kama hii, anawacha fadhila kama hii. Ndio wakati mwingine ndugu yangu, nitakana wewe utoke wewe na mke wako mwende hospitalini, au mnapanga na baadhi ya watu, leo tunakwenda hospitalini kwa ajili ya kwenda kumtembelea mgonjwa tu. Malaika 70 watakuombea dua. Leo wewe ukiambiwa ndugu yangu binadamu 70 wamekusanyika kukuombea dua, wewe ni minal faizin. Unajua uwanja wa Kasarani Nairobi inabeba watu 60,000. Labda wajazani katikati ya uwanja watafika watu 70,000, lakini hapa unaambiwa anayekuombea dua ni malaika 70, kwa sababu ya kitendo moja tu, umekwenda kumtembelea mgonjwa peke yake. Tena kitendo ambacho labda umeifanya dakika 5 dakika 10, umefika kwa mgonjwa ukamtolea dua, basi dakika 5 ukatoka. Basi kitendo cha dakika 5 malaika watakuombea dua mchana kutwa, lau ulikwenda asubuhi. Na kama umeenda jioni, baada al-asri, jioni kama hivyo, watakuombea mpaka alfajiri. Leo vipi tunayaacha mambo kama haya ndugu zangu? Naona wakati umekwisha, na inshallah maudhui hii tutakuja kuikamilisha wakati mwingine. Wabillahi tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant